Baba, katika jina la Yesu Kristo ali hai, tunakushukuru, tunalitukuza jina lako lilotukuka sana. Asante kwa ajili ya masaa mengine mazuri ambayo Baba umetupatia. Thank you Holy Spirit for the wonderful time we have. We glorify your mighty living name, O Lord. Rabo shaga raba yagadabadabalosh Ebrania manturika varadia greziza mande rebo shaka manda raba zigadia entarika manda raba zoziza brania, katika jina la Yesu Kristo ni hai. Kufafanusha neno lako kuatia nuru, kufafanusha neno lako kuatia nuru. Shetani utenda kazi kwenye giza ya ufahamu, katika jina la Yesu. Akili zetu Baba ziweze kutiwa nuru, mfalme amani, katika jina la Yesu. Neno lako Baba inasema kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 105 ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Listen to me. Neno la Bwana linasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Robo shaka manda. You are connected to this subject. May the light of Christ be imparted to your life. Ragosha gradia manda zegredida brando kozi gradia da baladoshka beladas kemina tai. Ile nuru ya ufahamu wa siri za Mungu, ile nuru ya kujua njia za Bwana, ile nuru ya kujua mapenzi ya Kristo, ile nuru ya kuelewa mapenzi ya Bwana, ile nuru ya kuelewa jinsi Mungu anavyokutazama, ile nuru ya kujua mawazo ya Mungu juu yako. May the light of knowing the wills of God be upon your life. Of the series of a subject of the price of salvation, gharama ya wokovu. We've been learning for the past 3 days kuhusu habari ya the price of salvation, ile nguvu ile gharama ya wokovu, gharama ambayo Kristo alilipa, gharama ambayo Kristo alilipa pale msalabani. Jana tulikuwa na andiko kutoka kwenye waraka wa pili wa Korintho sura ya 5 mstari wa 17. Tuliona nini maandiko yanasema. Today we shall proceed kwenye kitabu cha Efeso sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Ephesians chapter 2 verse 1. Maandiko yanasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu, and then ambazo mlienenda zamani. Mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza ni wa 5 na mstari wa 5 na mstari wa 8. Mstari wa 5 maandiko yanasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Maandiko yanasema tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Baada ya anguko la mwanadamu alikuwa mfu. Farakano kati ya roho ya mtu na roho ya Mungu ilitokana na disobedience, kutokutii kwa mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu aliingia kwenye kifo cha kiroho, maana separation kati yake na Mungu kama matokeo ya kuasi kwake. Kwa hiyo Mungu alikuwa hana sehemu aliyohusika kumfanya mwanadamu akae mbali na yeye, lakini mwanadamu ni yeye ambaye aliamua kukaa mbali na Mungu kwa kutokumtii Mungu. Nilisema ile andiko nasema kwa kwani hamjui kwamba kwake yeye mnajitoa nafsi zenu katika kumtii, mmekuwa watumwa kwake, kama ni utii wa dhambi utao mauti au utao uzima. So tumekuwa mbali na Mungu. Maandiko yanasema kwamba hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. So kosa ambalo mwanadamu alifanya kwenye ulimwengu wa roho lilimfanya mwanadamu kuwa mfu. Mtu kuwa mfu maana yake ni ametengana na Mungu. Uzima wa Mungu kaa hapo ndani ya mwanadamu. I want you to imagine kosa la mtu mmoja limefanya the whole generations, vizazi vyote kuishi kwenye guilt, kuishi kwenye hatia na kuishi kwenye mateso ya dhambi. The mistake ya mtu mmoja ilipeleka dunia kuishi kwenye maisha ya shida, maisha ya tabu, maisha ya mateso. A mistake of a single person. So my concern is not kuona fault na kosa la Adam. My concern ni kuona jinsi ambavyo kutokutii kwako kwa mara moja kunaweza kuleta gharama nzito sana kwenye maisha yako. One disobedience in the spirit can destroy your whole life. Kutokutii mara moja kwenye maisha yako kuna uwezo wa kuharibu maisha yako yote. Adam hakutii one single moment na maisha ya mwanadamu yakaharibika. Sio ya kwake peke yake, it was the life of generations. So the mistake of Adam is a mistake of the whole world. That's why kuna disobedience sasa hivi unaweza ukaifanya kwa Mungu na ukasema okay, ni mimi tu. You don't know you are corrupting your whole generation. Kizazi chako chote kinaharibika kwa kutokutii kwako wewe mtu mmoja. So mistake ya baba kuto kumtafuta Mungu inafanya kizazi chote kiishie kwenye umaskini. The mistake of a father not to seek God early inakifanya kizazi chote kiishie kwenye maisha ya mateso ya magonjwa. But if you can obey to God, one and a single obedience to God inamleta Mungu kwenye mahali pa kutembea na kizazi chako chote. Yeshua akawaambia na wazee, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. So
I want to show the power of obedience kwenye as subpart of ya hili somo, subtopic ya hili somo, the power of obedience and the worst of disobedience. One, obedience to God can change your whole life, but also the single disobedience to him can corrupt your whole future, can corrupt your whole generation. Kwa kizazi kinaweza kikadumu kwenye mapenzi ya Bwana, kizazi kinaweza kikaenjoy maisha if when it only obeys the voice of God. Lakini kizazi, mtu mmoja akishindwa kuobey sauti ya Mungu, there is a massive destruction in the spirit. Kwa hiyo sema hivi, kwa sababu ya makosa yetu, we are the one orchestrated it. Ni sisi ambao tulisababisha kuwa wafu, ni sisi. So hatulikuwa hatuna tunachomdai Mungu. Mungu alitupa uzima, gave us life, akatupatia Eden, tukawa tunaishi. Lakini kwa maamuzi na kwa makosa yetu, we decided with our spirit to go away from God. And then alituuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Alituuisha pamoja na Kristo. How? Jesus came and died. Yesu alipokufa, maandiko yanasema kwamba alienda kuzimu. Hakwenda kukufa kama yeye alivyokufa, lakini tulikufa kwa njia ya imani. Listen to me. Sisi hatukufa kwenda kuzimu kama yeye alivyofanya, lakini sisi tulikufa kwa njia ya imani. So kwa imani ambayo tunamwamini yeye, tunahesabiwa kufa kama yeye alivyokufa. Maana kama Yesu asingekufa akaenda kuzimu, mimi nilitakiwa kufa niende kuzimu. Listen to me. Kama Yesu asingekufa kwenda kuzimu, I was once supposed to die and go to hell. Kwa sababu if Jesus could not go to hell, I was to go there. Ilikuwa majina langu likafutwe kule. Listen. Baada ya mwanadamu kukosea, majina yetu, our names were written in hell, ambayo kwa yameandikwa kwa namna kwamba tunadaiwa, we are debted. Kwa kila mwanadamu alazimika kwenda kuzimu akalipe fidia ya deni lake. So Yesu akasema, I will not allow people to go in hell, but I'll go on their behalf. Nitaenda kwa niaba yao. So if I go on their behalf, what they are only supposed to do is to believe in me, is to believe that I have done it in position. Naweza nikachukua nafasi zao, nikaenda kuzimu kwa niaba yao. What they are supposed to do is to believe that I have done it for them. Kwa hiyo kila single step ambayo Yesu aliipitia alipokuja duniani ilikuwa ni wewe unabidi kuipitia. Alipotemea mate, you are the one supposed to be done so. Alipodharaulika, ni mimi nitakiwa kufanywa hivyo. Alipopigwa, ni mimi nitakiwa kufanywa hivyo. Angikwa msalabani, I was the one, mimi ambaye nilikuwa natakiwa kufanywa kile kitu. Alipoenda kuzimu, ni mimi ambaye nitakiwa kufanywa kile kitu, lakini sikufanyiwa. First reason kwa nini sikufanyiwa, because God loved me. Maana kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. So ni kwa sababu Mungu alinipenda, that's why hakuruhusu niyapitie mambo ya upendo. Ndio kitu ambacho kinatupatia assurance kwamba hakuna mistake nitaifanya this time, afu ikawa haina mess mbele za Mungu, afu ikawa haina msamaha, kwa sababu Mungu alinipenda by the time nimekosea na sijui kama nahitaji msamaha. Alinipenda by the time nimekosea na ufahamu wangu umepigwa giza kiasi ambacho I don't know if I need help, lakini yeye akajua kama nahitaji msaada akaja kunipenda. So kama alinipenda na akaniokoa at the moment sijajua kama nahitaji msaada, he will never leave me at the moment that I know I need his help. Hata niacha wakati ambapo nimejua kama nahitaji msaada wake, he will not leave me. That's why maandiko 1000 times yamethibitisha kwamba sitakuacha, sitakupungukia, sitakuacha, sitakupungukia. Your mistake does not take God away from you. I repeat this again. Makosa yako hayauondoi upendo wa Mungu around your life. In matter of fact, the way you sin more is the way the mercy increases. Kadri unapozidi kutenda dhambi sana, ndivyo ambavyo rehema za Bwana zinaongezeka. So the measure of the sin can never exceed the measure of the mercy of God. My God, my God. Kipimo cha dhambi yako hakitaizidi rehema ya Bwana. My God. Kipimo cha dhambi, dimension ya dhambi ambazo unazifanya hakitazidi dimension ya upendo wa Mungu. So dimension ya upendo wa Mungu iko juu ya dimension ya dhambi always. Ilikuwa rehema na neema ya Mungu iwe relevant kwenye maisha yetu, lazima iwe juu ya dhambi, kwa sababu kama rehema za Mungu zikiwa chini ya measures ya dhambi, then dhambi bado ina nguvu juu ya mwanadamu na neema inakuwa haina maana tena. Tunaposema rehema na neema za Bwana lazima ziwe zina nguvu kuliko nguvu ya dhambi, ili kwamba rehema na neema za Bwana ziwe relevant kwenye maisha yetu, ili kwamba ziwe potential kwenye maisha yetu. Tunaposema mmeokolewa kwa neema, maana yake you did not deserve, haukustahili kuokolewa. My God. Unaposema neema ni kupewa kipaumbele mahali ambapo vigezo vyako havifai, ni kuwa prioritize at the point ambapo ulibidi kudharaulika. Anaposema we did not deserve kusaidiwa. Kwa nini hatukustahili kusaidiwa? Kwa sababu tulipoteza vitu kwa akili timamu. Mungu alitupatia consciousness, ufahamu.
Kazi ya ufahamu ni kututajia kufanya decisions, na kwa ufahamu ule ule sisi tuliuza uzima. After we have sold the life of God in us, we did not deserve to be given it back again. Hatukustahili kupewa, lakini kitu ambacho tulikuwa tunastahili ni mapigo, kitu ambacho tulikuwa tunastahili ni mateso, kitu ambacho tulikuwa tunastahili ni hukumu ya milele, ni kutengana na Mungu milele. Hatukustahili kurudishwa kwenye uzima wa Mungu tena. We did not deserve. Lakini kwa nini tumerudishwa kwenye uzima wa Mungu tena? Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu kuja kusema no, hata kama wamekosea, still the love of God is crying for them. Upendo wa Mungu bado unalia kwa ajili yao. So Mungu akawa tayari kulipa fidia ya dhambi. So God died on our behalf. Baada ya kuwa tumeokolewa kwa neema, then hatuendi mbele za Mungu tukasema hivi, Mungu mimi nisiyestahili. Tulikuwa hatustahili before wokovu, but after salvation we deserve, kwa sababu neema ya Mungu imetustahilisha. My God, usije ukaenda mbele za Mungu ukaomba maombi ukasema, Baba mimi nisiyestahili, Baba mimi niliye mdudu tu. No. Nenda maandiko sasa, na tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupate rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. So baada ya wokovu hatuendi mbele za Mungu tukijiandamine, hatuendi mbele za Mungu tukijidharau, kwa sababu neema ya Mungu iliyotuokoa imetustahilisha kuwa tuna uzima wa Mungu tena, imetustahilisha kuwa watoto wa urithi tena. Kwa hiyo hatuendi mbele za Mungu tukijiandamine kwamba Baba unajua mimi niliye mdudu tu, Baba unajua mimi niliye takataka. No, Yesu hakufa msalabani kukufanya kuwa takataka. Listen to me, Jesus did not die to make you unworthy. No, Yesu hakufa kukufanya kuwa mdudu tu. Yesu alikufa anasema ili kwamba muwe uzao wa kifalme, uzao wa kikuhani. So Yesu alipokufa, neema ya Mungu haitufanyi sisi kujiona hatufai. Neema ya Mungu inatufanya sisi kujiona tunafaa mbele za Bwana, lakini hatufai kwa nafsi zetu. Ndio kitu cha nini nakuja kufanya. Hatufai kwa nafsi zetu, tunafaa kwa ajili ya mmoja ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu. My God. Kwa hiyo tena mbele za Mungu tukiwa na ujasiri kwamba tunachokiomba tunastahili kukipokea. Yaani sio kama tunastahili kukipokea. Yaani what we are praying for, we deserve to have it now. Why? Kwa sababu fidia ya dhambi haikupotezewa. Ulimwengu wa roho kupotezea kosa letu. Ulimwengu wa roho ulikaba mpaka mwisho. Ulimwengu wa roho ulitaka fidia yake, na fidia yake sisi tulikuwa tuwezi kuilipa. Mungu akaamua kuilipa kwa niaba yetu, na Mungu alipoamua kuilipa ile fidia kwa niaba yetu, then sisi tukaonekana tumestahili, kwa sababu ulimwengu wa roho uliona ni mimi nimelipa, lakini it was Jesus on my behalf. Alikuwa ni Yesu kwa niaba yangu. Ulimwengu wa roho haujui kama hujawahi kulipa fidia. Ulimwengu wa roho unachojua, mwanadamu amelipa fidia ya kosa lake, lakini kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo. My God. So kifo cha Yesu msalabani kinatuleta kwenye mahali pa ujasiri pa kuendea ulimwengu wa roho, tukijua kabisa tuna haki zote za kupokea chochote ninachokitaka. Why? Because God paid the price on my behalf. Kwa mimi sitembei sasa hivi nikaishi kwenye maisha yangu ya Ukristo just anyhow tu kwamba unajua kosa langu nimepotezea. No, ulimwengu wa roho umeshapokea chake. Ulimwengu wa roho umeshalipwa fidia tayari. So mimi natembea boldly nikijua ninastahili kupata vyote ninavyostahili. Why? Kwa sababu fidia imelipwa. Na yeye aliyenistahilisha ndio huyo ambaye namuamini, kwa sababu kama nisipojiunganisha na yeye aliyenistahilisha, basi sifai wala sistahili kwenye ulimwengu wa roho. I don't deserve. Lakini kama nimejiungamanisha na yeye ambaye amenistahilisha, then I deserve. Unajua moja kati ya debate ambayo ilitokea kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba inawezekanaje wewe Yesu ufe kwa ajili ya wanadamu, waache walipe wenyewe fidia? Jibu moja likaja kwamba kama waliokuwa na haki walihesabia kutokuwa na haki, basi pia wasiokuwa na haki wanaweza kuhesabiwa kuwa na haki. Hujanielewa vizuri? Yaani debate ikani kwamba kama mwanadamu ambaye alikuwa hayupo kipindi cha Adamu na amezaliwa mwaka 2010, 2020, 2026, akaambiwa tu kwamba bwana, tulitendaga dhambi, baba yetu Adamu alitenda dhambi, mimi nilikosea wapi? Mimi nilikuwa wapi? So kama mmeweza kumhesabia kosa kijana aliyezaliwa 2026 kwamba kuna kosa lilifanyika miaka hiyo iliyopita, miaka bilioni nyingi iliyopita, kwa hiyo unahusika kwenye lile kosa, pia inawezekana kwa huyu ambaye anahesabiwa kosa kuhesabiwa haki hata kama sio yeye aliyelipa fidia. My God, hiyo ndio ambacho Yesu